unataka tuelewane kwa lipi labda? Asa Tatiana, mimi nimekosea wapi? Simu zangu pokei, message ya ujibu. Kipi kikubwa ambacho mimi nimekosea? Kwani wewe, mimi nisipojibu hizo message zako, nisipopokea hiyo simu yako, wewe unapungukiwa na nini? Tatiana, umebadilika sana. Eti nimebadilika. Nimekuwa wa kijani, wa blue au wa njano? Please Tatiana, mimi bado nakuhitaji. Hakuna mwanamke ambaye nampenda zaidi yako wewe. Ila unachonifanyia si sahihi kabisa. Hebu kuwa na huruma kidogo. Wewe unanipenda mimi? Ndiyo. Sikiza nikwambie Justine. Sio unanielewa? Kwanza mimi nilikosea njia kuwa na wewe. Yaani wewe mimi sikupendi na wala sikuhitaji. Sio unanisikiza Justine? Acha, Tatiana usiongee hivyo. Naomba usiongee hivyo kabisa. Unahisi mimi nimekosea kukupenda? Mimi bado nakuhitaji, bado nakupenda. Please. Naomba usiongee hivyo. Nahisi unielewi vizuri. Twende nyumbani. Wewe naomba nisikilize. Tena hata usiniguse. Naomba ufanye maisha yako, achana na mimi. Wewe endelea na maisha yako na mimi niendelee na maisha yangu. Tena kwa nyingine ukiniona kaa mbali na mimi. Sitaki, hebu niache bwana. Kaka vipi? Poa, niambie. Hivi kweli uko sawa? Mbona niko sawa tu? Kaka nauliza tena, uko sawa kweli? Mbona niko sawa tu? Sawa, unajua kwa nini nimekuuliza hivi? Muda mrefu sana nilikuwa niko pale. Nimeosha vyombo. Na kuona kuna pozi lako hilo hilo, nimemaliza. Nimefagia ndani. Natoka pale nje na kuchungulia upo katika pozi lako hivyo hivyo la unyonge. Sasa nikawa na wasiwasi. Labda unajisikia vibaya. Sasa hivi mama anakuja tu ghafla. Umeona kwa nilivyokuona upo katika hali hiyo ya kinyonge. Basi nikajua najifikiria labda unajihisi hiyo maoma. Mimi niko sawa mdogo wangu. Sema tunajua tuna siku hazilingani. Kuna siku unaamka unakuwa na mudi, nyingine mudi zinabadilika, kwa hiyo sijaamka tuna mudi nzuri leo. Ndio maana nikutana kwa hiyo. Hayo maneno unaosema ni kweli. Unajua siku hazifanani. Ndio maana kuna Jumatatu, Jumanne, Jumatano, na zaidi hadi Jumapili. Sawa, unajua toka nilipokuwa na kuangalia sijakuzoea ukiwa hivyo. Sasa mimi nikajua labda unajisikia vibaya. Si unajua tena homa sasa hivi zinakuja tu ghafla. Sawa, ila kama uko fresh sawa, haina shida kakaangu. Haya, vipi chakula ndani? Chakula mimi nishapika tayari. Na kishaiva. Kwa hiyo twende tukale. Hapana. Wewe tangulia tukaanze kula, mimi nakuja. Hiyo sio kweli. Kwa staili hiyo, kwa pozi hilo, kuja sasa hivi. Mimi naenda tu ndani, niende kupakua chakula changu, mimi nakula. Na utakapoinuka, utakapojisikia njaa, utakuja kupakua chakula chako, unakula, maisha yanaenda. Basi pena naomba. Sawa kaka. Haya. Sawa. Ila sasa usiwe mnyonge. Unajua unapokuwa hivyo mimi najisikia vibaya. Yaani najihisi tofauti kabisa. Sema ndio hiyo siku hazilingani bwana. Hata kama bwana, hebu changamka bwana kakaangu. Sawa? Haya sawa. Mimi nipo ndani. Haya sawa. Karibu sana mdogo wangu. Hapa ndo nyumbani. Ila ninachokuomba tu wewe mwangalifu. Kuna vijana waharibifu hapa, watakurubuni kwa maneno mengi. Haina shida dadangu. Nitakuwa makini na nitajilinda pia. Ndio. Basi mimi nitafurahi kwa hilo. Nitakulindia heshima yako na mimi pia nitajilinda dadangu. Kwa hiyo kuwa na amani. Sawa. Na mimi njaa inauma hapo. Wewe unajua nishazoea nyumbani, maana mama saa 6 tu kila kitu kipo tayari. Ila hata usiwaze. Nitazoea mazingira ya huku mdogo. Basi kaiti tufunike vichemke.
Hebu subiri. Kwani vipi? Ya dada, ungejua mimi alionikuta. Ya dada, mimi leo nusu nife hivi libaki. Ulitaka ugongwe na gari? Sio kugongwa na gari. Kama mambo ya mjini ndo haya. Mimi naomba nirudi nyumbani. Kwani tatizo ni nini? Ulivyonituma nilipotoka hapa. Mimi nimeenda kwa wakala vizuri tu. Nilipofika kwa wakala mimi pale nikatoa hela. Wakati narudi sasa, nimepita hizo njia hapo katikati. Ghafla tu nikaisi mtu kanishika bega. Nilipogeuka nyuma tu, mtu kanishika shingo. Hata sio walikuwa wawili, hata siwajui. Wakaanza kuniambia sijui toa ulicho nacho, sijui tutakuua, sijui nini. Mimi ngambia mimi sina kitu. Kwa hizo hela wameziiba. Kwa dada, ni unawaza hela tu kusuai wangu mimi uwazi. Kwani wamekuumiza? Dada, si nimekuambia walishika shingo. Kwa maskini wewe, wamekuumiza mpaka wamekutoa alama. Pole mdogo wangu. Ila dada, hata hivyo nashukuru. Kwa bahati nzuri kuna mkaka alitokea wakao amenisaidia. Afadhali. Basi na yeye hata sijui ingekuaje. Maskini, pole. Yaani dada, ni kama vile bahati tu zile sikushika mkononi. Yaani hilo ndio jambo la maana. Mimi nikajua shabeba na pesa zote. Bora hata vilivyonusurika hivi Vicente. Unajua ndo pakula usiku. Simu hii. Mshika hii hapa, nenda kanunue panado. Maana si unaona jinsi ulivyoumia hivi. Upate tu ya kunywa tu mradi maumivu yapoe. Sawa dada. Pole mdogo wangu. Asante. Ila lakini wewe mwangalifu. Yaani unapopita barabarani ukiona kundi la watu linakufuata tu, wewe badilisha njia. Jifanye kama umesahau, badilisha njia. Bila hivyo atakuwa anakukaba kila siku. Sawa. Yaani huo ndio mji wetu mdogo wangu. Hebu nenda ndani ukapumzike. Samahani, naomba nikuulize. Hamna shida, uliza tu. Jina lako nani kwanza? Naitwa Tina. Basi mimi naitwa Tatu. Nashukuru kufahamu. Na umetokea wapi labda? Mimi nimetokea kijiji cha Mbuni. Kwa hiyo huku nimekuja kumsalimia dada yangu tu. Kwa hiyo baada ya muda nitarudi nyumbani. Na vipi yule dada yako, ni dada yako kabisa kabisa au? Ndiyo, ule ni dada yangu kabisa na nimezaliwa naye tumbo moja. Basi sawa, nafurahi kukufahamu. Nashukuru pia kwa kufahamu.
Kaka. Ndio. Wali wa leo umejua kuupika kiukweli. Kaka. Kweli. Kweli. Maana ule wali ulivotia ile nazi imekolea. Wali mtamu kama mimi nakwambia. Ile nazi ulioweka unajua imekolea. Mimi napika. Unajua bwana sisi watu wa pwani. Kwenye mapishi tuko vizuri. Niambie kaka Kide. Fresh kama kawaida. Maana sipiki kaka nyama. Nyamiela. Sasa good mwanangu. Vipi kaka Kide? Hiyo kawaida. Unajua wali mtamu? Yaani jinsi nazi ilivyokolea mle, ile ladha yake, sawa? Yaani nilitamani nisiweke hata mboga ile. Yaani nilitamani nisiweke ile mboga ya samaki kwenye wali, nile vile vile wali mkavu. Itabidi leo jioni bwana tule ugali bwana kaka. Dongozi. Na mlenda. Hapo ndo penyewe hapo. Mlenda unajua alifutia ugali hiyo. Na ukichukua mlenda ukiweka na ugali ukitia hapa hilo huko hilo. Alafu ukipata vile samaki mnavitaje vile Uswahilini nini? Dagaa mchele. Sema nini unajue? Mimi bwana kuna kitu nikwambie. Kitu gani tena iko kaka? Kiufupi siko sawa. Nini tena kaka tatizo? Ni kuhusu shemeji yako. Shemeji yangu Tatiana. Kafanyaje tena? Yaani kiufupi ameniacha. Kaka bwana acha masiala. Sasa mbona imekuwa ghafla hivyo? Tatizo nini? Yaani nimejaribu kumuuliza tatizo ni nini hatakuniambia. Unajua ni bora mtu akikuacha akwambie kosa lako ili ujirekebishe sehemu nyingine. Lakini yule amejaribu kuongea naye amekataa kabisa kuniambia kosa langu ni nini. Na yani kanimwaga yani kanimimina kiufupi yani. Na ndio kitu ambacho kinaniumiza kichwa hata ile siku niuliza nikashindwa kujibu. Lakini kiukweli Tatiana amenichanganya sana. Ndio maana unaona kako siko sawa. Ni kweli kaka yangu, maana hizo siku 2-3 unaona uko sawa kabisa. Sasa mbona imekuwa ghafla hivyo? Yaani umenisurprise kiukweli jinsi unavyompenda Tatiana. Na Tatiana pia jinsi anavyokupenda, mlivyokuwa mnapendana. Sasa imekuwaje ghafla amesema hakutaki? Mimi sababu sijui. Yeye ndo kachukua maamuzi yake. Kwa hata kosa ulijui. Yaani kiukweli mwenyewe nimejaribu kumuuliza nimemkosea nini haniambii. Nimejaribu kumuuliza kabisa nimemkosea nini haniambii. Yaani bora mtu akuache lakini akwambie umekosea wapi ili ujirekebishe ukienda kwenye mahusiano mengine usirudie kosa ambalo umefanya kwa mtu aliyopita. Ndio maana umuone siku hizi nyumbani haji. Hilo nalo neno maana sijamuona muda. Yaani kiukweli singekuwa ujenzi. Mimi ningeenda Tanga kupumzika kidogo, nitulize akili yangu. Pole sana kakaangu. Ila mimi ninachokushauri piga moyo konde. Usijali kwa sababu hayo ni mapito tu. Sawa kakaangu, utakuwa sawa tu. Lakini si rahisi. Mdogo wangu utayakuta. Hamna kitu kinauma kama kuachwa kwenye mahusiano. Inauma sana, lakini mimi namwachia Mungu anipe nguvu. Sasa umesikia kaka? Mimi hapo cha kukushauri kitu kitu kimoja. Wenda tu amebadilika kwa kawaida tu. Wewe endelea kumsisitizia, endelea kumfuatilia bwana. Mbona kama kukupenda mwanzo alikuwa anaonyesha anakupenda? Aseweje ghafla aseme kwamba hakutaki. Wewe sengine anakuchallenge tu. Yaani hata sijategemea Tatiana jinsi alivyokuwa anakupenda. Sawa kakaangu, hilo usijali. Ndio maana nilikwambia isingekuwa ujenzi. Bora ningeenda kijini kapumzisha akili yangu. Tanga kabisa. Yaani kiukweli siko sawa mdogo wangu. Kwa hiyo nikaamua nikwambie kwa sababu ni ndugu yangu, ni mdogo wangu, kwa hiyo lazima nikwambie ukweli. Kiufupi yani Mungu tu anisaidie. Sawa kaka. Basi jitahidi uwe sawa. Maana ndio maana naona siku hizi 2-3 sikuelewi. Sio mpaka nimepungua. Basi jitahidi bwana kwa sawa, hayo ni mapito tu. Yatafanyaje yatapita. Sawa. Lakini si kirahisi kwa mtu ambaye umempenda kutoka moyoni. Niambie kaka Kide. Fresh vipi? Kama kawaida. Vipi kaka nyao? Nyamiela. Ndiye baba. Good mwanangu. Vipi kaka Kide? Sio poa unajua. Nini tena? Ndio kama siamini. Ni kitu gani iko tena? Hivi kati ya Justine na Tatiana. Mahusiano yao sawa lakini sipo katika mahusiano yale kawaida. Ndio, kwani kuna tatizo?
Pazuri hapo sasa. Jana tunakula bata kati kawaida yetu. Kama kawaida yenu na wajua kula bata nyani na wajua kabla hata msitambulisha bata. Tukubali hapo tu. Oya mshamsha. Katika angalia. Nikaangalia pembeni kidogo. Kijichongozi. Sasa kamkuta Tatiana kinafanya gode. Kweli mwanangu. Mademu. Mwalimu wao kipofu kweli mwanangu haoni mwanangu. Yule Faza gode wa pale juu. Sasa sijui kwa ajili ya vikoche vyake vile vya magari vile sijui inakuaje mwanangu. Nyao usiseme hivyo ndugu yangu Nyanyela, sio kueche zile. Unajua wenyewe wanadharau sana. Hata baskeli hana lakini magari Minyamiela bwana wewe mimi naitwa Minoti. Hata baskeli hana. Si hata baskeli hatuna. Mwenzetu afadhali kabarikiwa nini nyumba ile pale. Sio mali baba, mapenzi sio mali baba wewe. Yaani ile macho nganga. Unaona babu. Sasa mimi nikajiuliza, iweje Tatiana tunafanya gode? Justin vipi? Kuja kutupa jicho pembeni huku. Baba. Tatiana huyo Tatiana kweli mwanangu. Ngoja nikuonyeshe mwanangu wewe nini mwanangu, angalia watu walivyokuwa nakula bata baba wewe. Mimi vitu yote nisho rekodi mwanangu. Nikasema itulia kwanza tufikishe ujumbe wewe. Angalia baba. Umeona kazi hiyo? Tatiana amefikia kabisa. Hebu angalia eti. Angalia. Basi natosha. Kisa nini? Mwanangu mimi leo niuma. Na wajua kwa mtaka kuanzisha vurugu. Yaani mimi mwanangu si mlembi mtu. Baba si mlembi mtu mimi. Yaani afadhali kabisa mjianzisha. Maana nyinyi vurugu lenu unalijua. Mwanangu jamaa. Yeye jamaa na hasira nikamkam. Yaani nataka mlukie mwanangu ngambia tulia. Nini tatizo? Au kwa sababu Faza gode ni magari nini? Tuje kuana Unajua nini? Mimi nacheka kama mazuri lakini sio mazuri. Na mimi nilizani kwamba yeye Justin ndo atamuoa Tatiana, atakuwa shemeji yetu kabisa. Lakini cha kushangaza Tatiana sasa hivi hamtaki kabisa kaka. Hakuna mtu akuolewa pale baba, bata kama zile ataolewa nani babu? Mimi nikaamua tupoa. Siwe kesi. Lakini sasa Faza gode, pesa yake na magari yake na nyumba yake nzuri. Sio tatizo la kutonyeza sisi watu wale chini bwana. Pesa lina nafasi. Kama ina nafasi kwa nini sasa kwa nini Faza gode anajua Faza gode kabisa. Kama Justini na Tatiana, yani pete na kidole kitambo tu. Kwa nini anafanya hivi? Nakwambia kitu kimoja kaka Kibe. Nahisi ni ushawishi tu. Si unajua wanawake akili zao, labda Faza gode anavona yale magari yake mawili yale nini anapopaki nyumbani, kidogo nyumba yake nzuri nini magari. Labda amemchanganya tu. Kakangu Justini hata baskeli hana. Baba wewe, magari yako wapi vimekueche vile tuna wewe mwanangu, hata mwenyewe anamchinda hela mwanangu, nahitaji semiela. Unajua Minoti. Wewe vitu gani vile vya kumbabaisha mpaka mwanamke wa mtu unamteka mwanamke wa mtu wakati anajua kabisa ni wamshikaji tu yani, hebu fikiria. Alafu unamchukua demu wa mshikaji tunaenda kula naye bata. Hivi na kuingia akilini kabisa, unajua kabisa huyu demu wa mtu mwanangu. Na kuingia akilini kweli? Kwa sababu yule mshikaji anatumia mkwala, pesa yenyewe hana. Yaani anachotumia mkwala yani pesa hana, nguvu hana. Yaani sijui anacholingia ni nini yani. Mimi namaliza yashaishi hapa. Ile tunaomba kitu kimoja. Hebu jaribu kukaa na Justin. Akwambie jinsi ilivyo, nini tatizo? Nini tatizo yani, alafu kuna ile muda una hen. Sema wanawake sio watu wazuri. Yaani jinsi kakangu Justin alivyokuwa anampenda Tatiana. Mimi haki ya Mungu Kibe. Bana Mahela Nyao. Mimi siamini kama angemwacha kisa Faza gode. Kumbe Faza gode ndo amemshikia akili Tatiana. Hilo nalo neno. Kwa mimi nawashauri kitu kimoja tu kaka zangu. Mimi bado sijaingia ndani sana kwa na mahusiano. Si unajua bado. Lakini kwenu nyinyi hata wanawake mtakao wachagua, hakikisheni wanawake wazuri. Yaani wana akili timamu ambao hawana tamaa kama shemeji Tatiana. Eti mimi sawa eti demu wangu nalete kama zile pale. Baba mimi ndo miela. Utamnyonyoa. Sasa sikilizeni nikwambieni kitu kimoja. Sawa, ni kitu hiki kimoja. Yule pale Tatiana sasa hivi sio shemeji yetu. Kwa mtakamkuta popo. Ndio hivyo, amtaki kabisa kata kakangu Justini kamkataa. Ati? Amtaki. Alafu sasa bila sababu yoyote. Labda unajua mtu anavyokuacha bora akwambie bwana mimi sikutaki kisa labda hivi na hivi unitimizii mahitaji yangu. Na pia tuangalie basi na watu ambao kuwa nao katika mahusiano. Hilo nalo neno. Hilo ndo hilo. Ila ndio hilo na kitambi basi ukalizika. Si kila mwenye kitambi bosi, mwenye kitambi cha minyoo. Nipe tano. Bwana sio ina shida. Oya. Mwanangu wewe. Lakini usikonde mwanangu. Haina shida ndugu yangu. Pale usikonde mwanangu. Pamoja hapo nda moyo. Bauchi mwanangu. Pamoja sana ndugu zangu. Pamoja mwanangu.
Safi. Mzima? Mzima. Uko poa? Poa. Sura yako sio ngeni. Si unakumbuka vizuri? Na imani kama vile kuna sehemu tushawahi kuonana kule. Sasa nisikupotezee muda. Samani kama tunaweza kubadilishana namba za simu itakuwa vizuri zaidi. Samani kakaangu. Mimi situmii simu. Kwa nini? Situmii tu. Okay, sawa. Mtaa unakaa sehemu gani? Nakaa kwa Dashani. Dashani? Namjua. Si mtaa nyuma hapa? Na maana wanaokaa. Namjua. Kwa pale nikija muda wote? Karibu, haina shida. Au sio? Haya, poa. Nafikiri tutajenga vizuri, au sio? Poa. Haya, nikutakia siku njema. Asante. Sema nini kaka? Samani, najua ulikuwa na safari zako, si ndio? Nimekusimamisha kidogo. Kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Juzi ile nilikutana na marafiki zako. Umeona? Kibiriti pamoja na Nyao aka Jose Miera. Hivi hujawaambia kama umeachana na Tatiana? Mbona mimi wa jamani nishawaambia? Ushawaambia? Niliwaambia ukweli kwamba mimi Tatiana hanitaki tena. Amenibwaga mazima. Nilishawaambia ukweli. Sasa sijui kwa nini hawaamini. Maana jana nilikutana nao, unajua. Sawa? Walikuwa wanakuja huko nyumbani. Sawa? Baada hapo ndo nikamwambiaje, kaka hayupo, ndo akaanza kunambia. Bwana, sijui juzi tulikuwa maeneo fulani tunakula bata, tumemwona shemeji Tatiana akiwa na Faza Godo anakula bata. Kwa bwana alitaka alianzishe kama unavyojua, unajua wale washari wale. Mbili kasoro, tatu hazijatimia. Kama unavyomjua Kibiriti mtata yule mwenyewe anajiita dume la nzi miaka 800 aliogope kinyesi. Sasa alitaka kulianzisha, sema bahati nzuri ama bahati nzuri zaidi Kibiriti alipita salama. Umeona? Kwa hiyo mimi ndo nikawaelekeza pale. Nikamwambia bwana 1 2 3 kwamba Tatiana amemkataa sasa hivi kaka yangu hapo tena kwenye mahusiano. Kwa pale ndo akaelewa. Yaani kiukweli kwanza nashukuru hawajaanzisha vurugu kwa sababu mimi nawajua akili zao zilivyo. Na haina sababu ya kuanzisha vurugu kwa sababu mtu akishasema hakutaki, hakutaki. Na mimi nishawaambia yule mwanamke mimi hanitaki. Sasa wao sijaona sababu ya wao kutaka kufanya vurugu. Kwa hiyo kama wenzangu wanaamini basi, lakini nishawaambia ukweli kila kitu. Sawa, mimi nisikucheleweshe sana maana naona giza linaingia, ishakuwa jioni, sinaona mazingira haya. Wewe wai. Sawa kaka. Basi sawa, mimi natoka kidogo, kuna sehemu naenda. Haya sawa, haina shida. Sema usinisaidie chakula cha usiku kwa sababu naweza nikachelewa kurudi. Haya sawa, haina shida kaka. Sawa. Haya poa. Funga geti Mambo vipi? Poa. Mbona umechelewa kufika? Nilikuwa na kazi kidogo nyumbani. Okay. Sasa mimi bwana nimekuita hapa, kuna jambo nataka nikwambie. Yaani kiukweli kabisa kutoka ndani ya nafsi yangu umenivutia, umekuwa mwanamke wa ajabu, mwanamke ambaye ni umegonga nyayo zangu. Kiukweli nafsi yangu imekuchagua wewe. Nakupenda sana, tena sana. Na natamani na ninapenda wewe mke wangu. Na sio tu kukupenda tu kawaida tu kama girlfriend, labda boyfriend. No. Nataka wewe mke wangu wa ndoa kabisa, uwe mwanamke wangu, unizalie watoto, Mungu atujalie na maisha mengine yaendelee. Nakupenda sana. Sana. Sasa ulichokizungumza nimekuelewa. Na vile vile pia natambua mapenzi ni hisia. Mapenzi matamu na pia yanauma. Kiukweli siwezi kukurupuka haraka kukupatia majibu. Unipe muda niweze kujifikiria.
Jamani, muda tena. Mimi napenda jambo langu pale ninapoliamua lifanyike mapema. Mimi sio mtu wa hili kuzunguka hivi. Hapana. Sio mtu hivyo kabisa. Na mimi napenda ndani ya wiki niwe nishakamilisha mambo yote. Yaani kuanzia posa, kuanzia mahali mpaka ndoa. Yaani ndio jinsi nilikuwa mdogo wangu. Unajua mimi sinaga habari ngopi na shoko. Wala haelewa. Wala hana baba huko. Hana kashoga yangu nishoka kwa muda. Wala familia yake. Hivi tu. Ndio mimi ndio kwa sababu shoga yangu acha magumu. Bila kutumia kila kitu kwa. Yeye ndio anaona anaanza kama hanaje hadi bao. Wewe fikiria kwa nione niko naambia mtauza kama mdogo. Mtau hata nawajua. Kikweli mimi sifahamu lakini nimeona hata kama ukimtazama kushauri vibaya. Moyo wako anza unaposema je, nampenda? Umeelewa? Kama utakutana naye wewe muuze unaishi wapi? Umeelewa? Kama mtu anakupenda utaangalia tu moyo wako jinsi unavyosema. Kama mtu anakupenda utajua tu mimi huyu ananipenda, umeelewa? Na kitu kingine pia kuzingatie. Upo mtoto mzuri wewe, rangi adimu huyo mdogo wangu. Sio akakuchakaza akakuacha hapa bibi, upo? Sio unanielewa mdogo wangu? Basi sawa. Kikubwa nashukuru kwa ushauri wako. Ndio. Na isitoshe pia nitafanyia kazi. Ufanyie tu kazi shoga yangu, hata usijali. Sawa. Leo naomba moja tu kutoka kwako. Umeanza jamani. Nataka unitembeze tembeze tu nijue mitaa. Yaani hilo ondoa shaka. Yaani tunaanza safari muda si mrefu, nikupeleke wapi? Mimi sijui wewe. Tutaanza tukula miguu kuku huku na viazi. Una hela sasa? Hela ninayo bwana. Kama unasema nikukopeshe. Wewe jitotoa sisi ndio wenye mji. Sio unaelewa? Sio na mdogo wangu. Wewe nianishie mdogo wangu mimi. Tuanze huko tukatambie. Wamjue mimi ndo nani mimi. Upo? Kwanza nashukuru sana kukutana na wewe. Maana ni muda umepita kidogo. Na kama nilivyokuambia,
mimi sitaki mambo yangu yachelewe. Nataka jambo lifanyike mapema. Maanake siku zinazidi kwenda, na kama nilivyokuambia mimi nataka jambo langu lifanyike haraka. Kuhusu jibu lako, ondoa shaka sana wasiwasi. Ila kabla sija kujibu, nina maswali mawili matatu. Uliza. Hivi, hujawahi kuishi na mwanamke? Kiukweli mimi sije kuoa, lakini nilikuwa kwenye mahusiano. Ila yule mwanamke ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano alichonifanya, yani kiukweli kinaniuma sana. Aliniumiza mno. Kwa hiyo ndio maana nimeamua sasa niwe na wewe, sababu nahisi wewe ndio mwanamke sahihi kwangu. Okay, sawa. Na labda kwa sasa hivi unaishi na nani? Umepanga ama labda unaishi kwenu? Mimi sijapanga. Naishi kwangu. Na tunaishi wawili tu, mimi na mdogo wangu. Basi. Sawa, nimekuelewa pia. Nashukuru kwa kunijibu maswali yangu. Kikubwa zaidi, naogopa kuumia. Sihitaji kuumizwa. Ni mengi sana ambayo umeniahidi. Na naimani vile vile sasa kama utanivunja moyo na utaitimiza. Sawa. I promise you, siwezi kufanya jambo lolote baya, sababu huko nyuma hukumu zilinikuta. Kwa sababu nilipata mateso ya kupenda pasipopendo. Kwa ndio maana sitaki yale ambayo nilipitia nikufanyie wewe. Nakupenda wewe. Basi sawa. Ombi lako nimekubalia. Na nipo tayari kuolewa na wewe. Kweli? Nakupenda pia. Ulikuwa unaelekea wapi? Naelekea nyumbani. Nyumbani. Basi mimi nakusikoti utachana ambaye imeenda kuangalia mpira. Poa. Sio kuna game leo. Umependeza mwenyewe. Kwamba kwa ushini gani? Niambie dada kwanza nilipokuwa mweusi dada yako. Kile anachokitumia bibi kinanibabua. Unaona? Acha. Basi sawa, tuachane kwanza na hayo mafuta. Niambie. Hii tulikaa hapa shoga yangu. Yule bwana mimi namuona. Sasa ndo mambo mazuri ya kuongea. Tangu nikae vizuri. Ndio mambo ninayopenda. Bwana yule, mimi kwa jinsi ulivyoshauri ile majuzi, basi ushauri wako vile vile nikaufuata. Bwana yule mimi nilionana naye. Na baada ya kuonana naye, nimeongea naye mwanzo mwisho. Na bwana yule anachokitaka sasa hivi, anataka alete barua nyumbani. Wewe usiniambie. Mimi dada yako hapa nilipo mpaka utu uzima huu. Hata siku moja bwana kuniambia kuleta barua hajawahi. Ndugu wangu umekuja juzi tu nyote gani alikuwa na wewe? Usichezee bahati. Kweli? Kweli. Kijana gani huyo mdogo wangu mpaka fast atakuleta barua jamani? Lakini la tatu, unajua mimi naogopa sana. Alafu naona kama vile unaogopa nini tena? Jamani unaogopa nini tena jamani? Upo. Yaani usije ukapoteza bahati. Yaani sio ukapoteza bahati, watamuwai wenzio. Sio naelewa mdogo wangu, mimi ndo nakufunda, mimi ndo kungwi wako bibi. Kubali alete. Nitacheza dada yako. Bibi nitata masabufa bibi. Hapo. Ulipozungumzia swala masabufa. Akati tunaondoka na bwana yule akatanisindikiza sasa kurudi nyumbani. Kuna sehemu tukapita. Niambie. Nimekuta wadada wanakunywa pombe, wanacheza muziki. Sasa wewe unao shamba, na tukio usijifanye kishamba. Mambo ya kawaida tu mbona hayo? Upo. Kwa sababu vijijini kwenu kwa mna muziki, upo, na maana unachanganyikiwa, lakini vitu vya kawaida. Yaani kule kwetu hata kama msichana akitaka kuolewa au labda kukiwa hata na mwali, kule ni ngoma tu zinawekwa basi. Sasa mambo ya ngoma, nisikilize mdogo wangu, mambo ya ngoma kufunika, huko mambo kwenda vidole juu, kupigana vikumbo, matashtiti, si unanielewa? Huko ya nyumbani tunashamalizika. Au ukienda huko, hapo kwanza tunakutuliongea swala la barua, umwambie dada yako ambie wazazi wako huko bebe. Dada mkubwa nijiandae. Mwambie dada yako. Yaani swala hili swala la kuchelewa, mwambie dada yako. Dada yako ame familia yake. Upo, tuanze kusherehekea hapa, watu tunapiga makema, jana tuwasikie. Si unanielewa? Sijajua nitakapomwambia kwamba dada jambo hilo atalipokeaje. Atakubali kweli? Kwani asikubali? Na kama akubali mlete kwangu, mimi namudu. Si unanielewa? Yaani hapa kila kitu chote limeisha. Mlete kwangu, mimi namudu. Si unanielewa mdogo wangu? Wala usio na shaka. Sawa. Talifanyia kazi. Yaani mimi naona hiyo siku dada sielewi. Kwanza ile si yangu hivi pa huku bibi.
Maki sitoka kijola bibi, dashi langu la maana mdogo wangu unaolewa. Hiyo misabufa mama. Hiyo nini si vyombo. Mtafunga mtaa. Halo majirani. Mdogo wangu anaolewa bibi. Bwana mimi sitaki bwana. Bibi ndio hivyo, mwambie bibi mambo yataenda kama alivyopangwa. Sio unanielewa, na mimi ndio nipo kwa ajili yako. Sawa mdogo wangu? Tuambie, niambie kitu mdogo wangu. Kitu kingine? Na imani kwanza huyo mkaka utakuwa unamjua. Huyo mkaka mwenyewe anaitwa Justini, mweupe hivi. Justini anakaa bondeni. Namjua. Namjua. Wewe unamjua mkaka? Bibi wewe kaka mstaarabu. Kaka na kazi yake ya maana. Kaka kaenda hewani bibi. Yangi kama yako mtoto kutoka Mwarabu mdogo wangu. Mbona mdogo wangu umeokota jamani? Ongera dada. Nipe maki ubuyalo wa moto. Yaani pale umepata bwana mdogo wangu. Pale umepata mume, kama mume shoga yangu umepata. Umeelewa mdogo wangu? Yaani leo umenifurahisha katika siku umenifurahisha mtoto. Leo umenifurahisha. Sasa hapo bibi, hata kuweka mambo yakapoa. Mwambie dada yako apige ndugu zake simu, mama yako, sio jomba zako, mashangazi zako, upo. Jambo liende kama lilivyopangwa. Sawa mdogo wangu? Yaani usichelewe. Kinachowezekana leo kifanyike. Si unanielewa? Upo? Kitu kingine kikubwa nikwambie. Au basi nitakwambia siku nyingine. Bwana, niambie. Bwana hamna basi shaka hili. Ila ndio hivyo mdogo wangu, hongera. Hongera sana. Sana. Sawa eh? Basi. Kaka yake. Yeah. Vipi tena? Niambie. Kwema. Leo nina vibe. Je la kwenda. Hilo vibe linaonekana hata kabla hujasema una vibe. Wewe. Naona. Leo nina furaha sana. Sasa taratibu. Haya, nipe siri ya mafanikio yale tabasi. Bwana, nimepata kitu kipya. We. Niambie. Kitu kipya. Kitu gani tena iko? Nakwambiaje? Mimi sina mabamba. Mbamba naona wewe. Tunakula nini leo? Tunakula ugali dada. Wewe. Na wewe mweusi. Leo kuku. Wewe. Wewe ninge ndani kwanza. Basi kesho nitaziosha dada, hata usijali. Sasa dada, mimi nishawahi kukongopea. Ila dada, kuna jambo nilikuwa nahitaji kuambia. Umeanza tena. Nani ambaye? Mboka vile dada hujiamini. Nakujua. Dada, kwenye pita zangu kuna mkaka nimekutana naye na ameniambia kwamba ananipenda. Kuja juzi tu mdogo wangu umeshakutana na kaka. Anasema kwamba anahitaji kunioa na sio kunichezea. Na kama umempenda basi mlete nyumbani. Haina shida dada. Kwa sababu nilipoongea naye alihitaji kuja nyumbani. Lakini nisingeweza kumruhusu bila kuongea na wewe. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji kwamba kukusikiliza wewe utaniambiaje. Mimi sina kipingamizi chochote. Wewe ikiwa umempenda mdogo wangu, wewe mlete tu nyumbani. Alipokuwa nami kucheza harusi. Nakwambia nitachezaje hapa? Hapata tosha hiyo siku. Ila basi angalia na wewe mtu mkweli, sio kurupuka tu kutafuta vijana ambao waeleweki. Hana shida. Kwa jinsi ninavyomuona dadangu, hana shida kabisa. Basi sawa, wewe mlete. Yaani nitamani harusi leo kesho. Mtachezaje? Hata kwa jinsi ninavyomtazama ni mwanaume ambaye anaonekana hana mambo mengi. Na nia anayo kabisa dada kwa jinsi ninavyomuona. Ila basi angalia na wewe mtu mkweli, sio kurupuka tu kutafuta vijana ambao waeleweki. Sawa. Mambo. Poa. Nimewahi, kumbe ngichelewa kidogo nikuta ushatoka. Ukutambulisha nyumbani si sababu, sawa? Isiwe kila siku kiguna njia. Sawa?
Alafu mimi nilikuwa nahitaji nikutumie tu. Nilikuwa sina shida ya kuishi na wewe. Shusha, nielewa vizuri ninachokiongea. Ndio kama vile sijali. Hebu naomba unyoshe hizo sentensi zako kwamba kunitumia, labda kunitumia kwa namna gani? Kifupi, nimalize shida zangu kwako. Iwe basi. Wewe leo unanijibu hivyo mimi? Kumbuka mimi niliachana na mpenzi wangu kwa sababu yako. Kumbuka mimi niliharibu mahusiano yangu kwa ajili yako. Sikia Tatiana. Sipendi kurudia maongezi. Nilishaongea na ulitaka nikufafanulie zaidi, nimekufafanulia. Full stop, sihitaji tena maongezi na wewe. Basi kama kuna kosa basi naomba tukae chini basi tuzungumze tuyamalize kama kuna tatizo. Haiwezekani. Faza God, naomba usinifanyie hivyo basi, naomba kama kuna mazungumzo tuzungumze. Nishakwambia ondoka, sihitaji na wewe, sihitaji kuona. Hapana, usinifanyie hivyo, hapana. Chana mimi. Kumbuka mimi niliharibu mahusiano yangu kwa sababu yako. Leo hii unakuja kunijibu hivyo kweli? Umeniharibia maisha yangu. Leo hii mimi nitaenda wapi, nitafanya nini? Lakini toka. Toka. Nakuomba tafadhali, naomba usifanye hivyo. Najuta mimi, najuta kwa nini nilikuamini. Yaani najuta. Sawa, lakini sina budi kukubali matokeo. Shoga yangu. Jana shoga yangu lile danga unajua linatoa hela? 50,000 hizi kwa kawaida tu. Umelipata wapi lo? Nilipata wapi shoga yangu, nipo kwenye pita zangu. Dada mambo. Ndo hapo tumepigwa. Kazoea uongo huyu. Asa tumepigwa nini jamani? Wewe nywele hiyo kwa nini na wewe jamani? Sio nywele hizi jamani. Subiri nikwambieni. Mimi nimeomba hela kusuka lakini na ubaili wangu upo ndani au kila kitu niwaoneshe. Ila shoga zangu tuacheni na hayo. Jana nimeenda kule bondeni kwa kina Pili. Pili ndo aliazima kijola changu. Nimeenda pale namuuliza kijola changu kiko wapi? Eti sijui kijola chako kilikwenda kilirudi. We! Mama nilimvuta nywele, kasuka rasta zake za 2500 sijui kamsuka mamake mdogo. Nilimvuta nywele. Sijui hujapigwa kwa bondeni. Nipigwe? Mimi nipigwe? Utasema. Asante, nitasema kitu gani? Tutayasikia. Yaani leo mtaa huu mzima, yaani ukienda kule bondeni kule wanaongea habari zangu mimi tu nilivyo mkanda. Tena msio poa. Tutapoaje shoga yangu? Mambo zenu jamani. Poa. Safi shoga yangu. Wewe tena unatafuta kujibanza uanze umbea wako. Haya. Mchezo. Basi ukimkuta hivyo ana ubuyu. Bibi, wale kubwa kuliko ninavyokuambia. Kwa sitaki kusema. Jamani nyie mjini nyota jamani. Hivi mnajua ile nyimbo ile? Mjini nyota. Wewe nyota huna, mnaipata ile nyimbo? Isipate mie tena mzee wa mafumbo. Sasa shoga yangu niwaambie ni issue. Mie tena nisie poa. Pita zangu huko shoga yangu. Nagumia na kupaza. Kakutongoza. Nyie tena. Sita bwange nitongoza shoga yangu je nipata langa kumdangia. Aenda kwa kina Tina kupeleka barua. Tina huyu. Huyo. Alokuja juzi hapa. Huyo ninapokuambia. Au sio Tina namjua mimi? Huyo. Yumtapeli hapo. Sio mama mjini nyota. Huyo autoka kijijini katuzidi nyota. Kwa kupata ndo anaenda kuoa Tina. Simshenga kana kupeleka barua. Kena kupeleka barua kwa kina Tina. Asa muoaji hapo nani? Mimi unanivuruga unajua unanichanganya. Muoaji sasa. Jasile kama pomope anakaa kule bondeni ushampata. Mbona kama nampata huyo? Mmempata. Tunampata huyo. Nampata. Shoga zangu si ndio huyo shoga zangu? Tumeisha. Ndio enda kuchukua jiko bibi. Nilichoka hoi. Afu mimi nahisi yani ninavyohisi kwenye wiki hii au mwezi unaokuja pale vima vinauma na kigodoro. Yule mkaka ndo gwadu wangu yule jamani. Basi umemkosa bibi.
Mimi kusema kweli nitamfuata Tina mwanangu. Huko alipenda kuloga na mimi anipeleke. Mna udogo mjini nyota. Mimi mwenyewe ningemtaka ningempata. Asubuhi yangu. Kwa uzuri gani shuga? Sio kwa uzuri gani? Kwani yule mimi kila siku nilikuwa nakutana naye mwenzi yangu. Alikuwaga bwana yake Tatiana yule mzee. Asaishwa maneno huyo. Sasa nitaishwa maneno nini? Zile shemeji ningejipendekeza ningejipata. Ndio kwamba barua ishaondoka kwa Tina. Subirini kwanza. Unajua nyie mnanivuruga mimi. Unajua namfikiria Tatiana hapa namuonea huruma. Huyo Tatiana bibi iweje leo? Hivi bibi achike na kachukuliwe Tina. Alimwacha yule bwana kwa kuona au sijui mchezeaji huyu, muangalie na sura yake yule, atanioa mimi yule. Sasa yule bwana aliyempata kamwacha na mwenzie huko anaoa. Tatizo la Tatiana hana nyodo, yani anahisi kila mwanaume anamtaka yeye. Yule anajifanya piskali kumbe pisboot. Mnalipata hilo kwanza? Pisboot yule sasa piskali inakata ile. Kwanza kwenye huo muziki wenu haunipati. Na shughuli zangu nyingi tu za kwenda kudanga nikaanze kuangaika na muziki ya ajabu. Shoga yangu huyu wivu kinachomsibu. Acha wivu. Mimi nimeshangaa. Yaani ila mimi toto la kindengeleko lazima nikate sale. Shoga yangu kwenye sasa sikosi. Na ndio basi nafika nitakesha. Wa mdogo wangu wewe. Sikiliza bwana. Ndio kaka. Kama nilivyokuambia, ndugu yako kiukweli tu nimenasa. Wewe. Nimenasa mazima. Ndio. Huyu bwana ndio shemeji yako. Na ndio chombo ya fundi. Hiyo ndio chombo ya fundi sasa. Kabisa. Chombo ya mkulungwa. Ya mwenyewe. Niambie. Nimezunguka kote. Ila hapa nimenasa. Sawa kaka. Au ni ukweli kabisa. Au si? Huyu bwana ndo mama la mama, ndo kila kitu. Bwana. Kwa hiyo ndo mama mwenye nyumba sasa hivi. Mama mtu. Shemeji yako tu. Anacheka. Umesikia kaka? Kwanza kiukweli nimependeza sana. Yaani mmeendana kabisa. Yaani hapo mimi sioni kipingamizi wala siweki kipingamizi chochote. Shemeji. Abe. Karibu sana Asante na shukuru. Sawa. Kwa jina anaitwa Kinyota ama Nyota. Na huyo hapo na imani unamjua. Jina lake anaitwa Justini. Nakutambulisha tena kwa mara nyingine. Usijua Tanzania akakudanganya jina. Kama alikwambia Justini ndio jina lake. Kama alikwambia jina lingine hilo sio la kwake. Sawa? Karibu sana. Sawa. Tupo wawili tu. Kama kushoto, kulia, sijui kushoto, kama mboni za jicho hivi. Sawa? Kwa ujisikie huyu. Sawa shemeji yangu? Asante na shukuru. Sawa. Bwana bibi huyu mzoe mdogo wangu Nyota. Huyo ni anapenda sana masiara utani kwa hiyo mzoe ni shemeji yako. Sawa. Sasa shemeji? Mimi na swali kidogo. Samani lakini kama nitakuwa nakosea. Je, unampenda kweli kaka yangu? Ama unamdanganya tu? Nampenda ndio. Kweli? Kabisa. Hilo limeisha. Hilo limeisha kaka. Mimi sina kipingamizi. Bwana mzoe ana masiara sana shemeji yako. Sio masiara ni kweli. Haina shida kaka. Kikweli nimependeza sana. Bwana hapa nimenasa kama nilivyokuambia mwanzo. Sawa. Sasa kaka ndo ufanye taratibu zote, uchukue kabisa. Anafaa kuwa mke wetu, mke wetu, mke wako. Nakutalia bwana. Safi vipi? Fresh kama kawaida. Kama kawaida. Niambie. Fresh. Ndio natoka au? Ndio naona. Niambie bro. Fresh tu. Message yako ile nimeiona bro. Ila mimi niko naomba univumilie. Jioni nitakuletea hesabu yako. Lakini unajua siku ya ngapi leo? Mimi najua. Ila nimeona message nikasema ngoja blaza nikamwelekeze. Kwa mimi wewe jioni tutatoa siwazi. Sikiliza kidogo mambo yatakuwa sawa. Okay. Kwa sababu jioni mimi mwenyewe na safari natoka, nataka nitoke out. Sawa. Na bata moja mkali sana.
Shemeji Tatiana? Mbona nishachana muda mrefu sana. Yaani yule hata kama ukikutana naye face to face labda umembakiza kwenye chombo, yani kwamba ndai hela yako. Sasa mimi namchukuliaga shemeji, unajua mimi nambeba naye kibaya, lakini unajua nishachana naye kwa sababu mimi nikishapita nimepita mazima. Siwezi kurudia, ni kama nyoka kakugonga, hawezi kukurudia. Sinajua na mimi mazingira yangu na nini. Kwa hivyo. Kwa hiyo pale ukikutana naye muda wote, hakikisha kwamba kama unampakia basi akupe hela yako. Basi sawa. Sasa hivi na bata mmoja mkali sana. Wewe usiniambie. Unyama mwingi. Bata mmoja mkali sana. Nyama ya kutosha, ndio maana nataka jioni ukija kunichukua na chombo, kunipeleka mwenyewe utamcheke. Basi fresh. Ila sijamfuga ndani bado. Sasa nalijua mambo yangu. Basi bro fresh, saa 12? Saa 12. Basi poa bro, mimi nitawafuata. Basi fresh, usichelewe basi. Poa kaka. Kisha nani? Fresh inisha hiyo. Poa. Fumba macho bwana. Unataka kunifanya nini? Sasa sifumbe macho. Nafumba. Sio kweli, hapo unanongopea. Fumba macho. Okay. Inga. Sioni. Afumbo. Sasa ndio nini? Ndio nini sasa? Zawadi. Kweli? Zawadi yenyewe ndio hii. Je, kama utaki? Basi. Nairudisha. No, Unataka uitake? Basi naipokea. Naitaka. Si zawadi. Ashika. Niambie. Vipi lakini? Ni bwana, mshukuru Mungu niko vizuri. Leo niko nyumbani tu nimetulia, sijatoka kabisa. Ila Justine. Naam. Mguu unavyoona kuja hapa. Kwanza nitangulize shukrani zangu. Ni wanaume wachache sana wenye kujitambua. Ulinieleza mengi sana. Sikufikiria wala sikutarajia hata siku moja kama utakuja kupiga hatua kanifanyia kitu kikubwa kama hiki. Nashukuru sana. Umenifanyia jambo la kipekee. Kweli. Na umenipa heshima kubwa sana. Na ni kweli kama unavyoongea wengi ni waongo, lakini mimi ni mwanaume tofauti sana. Mimi nikimpenda mwanamke nampenda kiukweli kabisa. Mimi sio tapeli wa mapenzi. Kama nilivyokuambia, nilishawahi kuumizwa kimapenzi. Kwa hiyo yale maumivu ambayo niliyapata, sitaki na wewe pia uyapate. Nakupenda sana sana sana. Na ndio maana nikaamua kufanya ile jambo. Kuja mpaka kwenu kama unavyoona nishatoa posa, nishatoa mali. Kwa kichobaki hapa ni ndoa tu. Uliniambia wewe sio mwenyeji wa Dar. Mimi niko naishi Morogoro na mama. Sehemu gani? Maeneo ya Matombo. Huko lazima tuende. Baada ya ndoa, tukishamaliza kufunga ndoa, lazima niende nyumbani nikapona. Na tunaenda wote. Basi usijali. Na nitafurahi tukienda kwa mama akiona kajukuu kake. Yana ndo hatujafunga mara hii mtoto. Ndo zawadi ya Mungu hiyo. Sawa. Mimi hapo tayari. Niambie. Ila leo sihitaji uchelewe. Kweli? Nahitaji wahi kurudi nyumbani. Leo nitawahi, na kiukweli siku ya leo ilikuwa sio siku yangu ya kutoka, lakini hamna namna. Inabidi nitoke nikatafute. Si unajua tena. Lazima nimtafutie mwanangu huyo. Wewe tena kama kaida yako. Hatari. Hata kama kazi yangu. Muda mwingine naweza nisiwepo. Kwa kazini utaenda hivyo. Kweli. Umenizoesha, nitafanya nini? Inabidi pia uchukue mazoezi. Basi mimi nakuacha tu upumzike salama mke wangu, naenda kazini.
Tatiana, unahitaji nini nyumbani kwangu? Na nani amekupa ruhusa kuingia pale getini? Kuhusu nini? Uongee na mimi kuhusu nini? Nimetambua makosa yangu. Huyo mtu akishatambua makosa yake anapaswa kutubu. Mke wangu ndio yule mwanamke nilikwambia. Alinitenda sana. Aliniona mimi kikaragosi, sifai kwenye maisha yake. Alinikataa hadharani. Tatiana, please, naomba uondoke. Na katika maisha yangu mimi siwezi kumsamehe mtu kama wewe. Umechelewa.